Nyinyi mnajua nilikuja hapa wakati wa uchaguzi. Ni kweli ama si kweli? Na niliwaambia kuna mambo tutafanya. Kwanza wacha mimi nichukue nafasi hii niwashukuru sana kwa kura zenu. Nasema asante sana. Na Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni si ni kulipa. Mimi niliwaambia mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza, mimi niliwaeleza ya kwamba hii Northern Kenya tutahakikisha ya kwamba tunaweka mambo ya usalama sawa sawa. Wale Al-Shabaab walikuwa wanatusumbua hapa, wale walikuwa wanatuletea matatizo hapa, nyinyi mnajua tumekabiliana na wao. Sasa watu wa hapa Kutulo wanaishi kwa amani. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Hapa tumeweka walinzi wetu, askari polisi, askari wa jeshi, wale askari wetu wa NPR, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tukienda mbele, nia yetu ni kuhakikisha kwamba Kutulo, Tarbaj, Wajir na Northern Kenya iko salama, ndio muweze kuendelea na maisha yenu, watoto wenu wasome, ufugaji uendelee, na tujenge taifa letu la Kenya. Jambo la pili, mimi niliwaeleza ya kwamba hii Northern Kenya iliyowachwa nyuma siku zote, niliwaambia nitarekebisha ile makosa ilitokana pale nyuma. Northern Kenya ikabaguliwa, ikakosa barabara, ikakosa stima, ikakosa usalama. Mimi niliwaeleza nitasahihisha. Leo ile shida kubwa mlikuwa naye ya kupata vitambulisho, sasa tumeondoa vikwazo sote. Ile discrimination, ile ubaguzi ilikuweko ya kuulizwa maswali mengi wakati wananchi wa sehemu hii wanatafuta kitambulisho, hiyo maswali yote tumeabolish. Sasa nyinyi mnapata kitambulisho kama Wakenya wengine. Ni kweli ama si kweli bana? Jambo la tatu, mimi niliwaambia vile vile ya kwamba tutawajengea barabara, kwa sababu barabara ndio inahakikisha kwamba usafiri inakuwa rahisi, biashara inakuwa rahisi, ufugaji inakuwa rahisi, usalama inakuwa rahisi. Na ndio sababu hiyo hii barabara kutoka kule Isiolo tumeweka pesa ya serikali hapa karibu shilingi bilioni 100 kujenga hii barabara kilomita 750. Watu wengi hawaamini, hawakuamini, bado hawaamini ya kwamba hii barabara tunajenga. Lakini kwa macho yenu mnaona hii barabara inajengwa ama haijengwi bana? Si inaendelea? Tuko na askari, tuko na contractors karibu 11 ambao wanashughulikia hii barabara. Na nimesema ile mambo ilitokea miaka karibu 60 sehemu zingine za Kenya kama Northern Kenya ikawachwa nyuma. Hiyo tena ubaguzi haitaendelea. Kenya ni moja, sisi wote ni ndugu moja, na kila sehemu ya Kenya itapata haki yake ya maendeleo. Kutulo hoye! Tunaelewana jameni? So hii barabara nimekuja kuangalia na macho yangu, kwa sababu propaganda ni nyingi, kwa sababu siasa chafu ni nyingi, kwa sababu matapeli ni wengi. Wale wanasema hakuna kitu inafanyika, wale wanasema haitawezekana, lakini tunasema inshallah Mungu atatujalia hii barabara itajengwa na Northern Kenya itabadilika. Ni kweli ama si kweli bwana? Vile vile mimi niliwaeleza ya kwamba wakati tunapanga ile mambo ya maendeleo ingine yote ya Kenya, tutahakikisha hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Leo katika Northern Kenya nikizungumza kuhusu Wajir County, katika ile program yetu ya affordable housing na markets na mambo ya hostels,
Hii Wajir County iko na pesa bilioni 15 ya kujenga masoko 18, kujenga hostels ya watoto wetu watoto 2,000 na kujenga affordable housing 4,600 hapa Wajir County. Tuhakikishe ile maendeleo inaendelea Kenya ingine pia inaendelea Wajir County. Tunaelewana jameni? Tarbaj hapa tunajenga affordable housing. KMTC yenu hapa ama Teachers Training College yenu tunajenga hostels. Tunafanya hivyo kila constituency. Tunafanya hivyo kila sehemu ya Northern Kenya na Kenya mzima, kwa sababu maendeleo ni haki ya wananchi wa Kenya wote bila ya kuwabagua vile mahali wameishi, jamii wanayotoka, chama walio ndani yake. Sisi wote ni ndugu moja, watu wa taifa moja. Tumeelewana? Jambo la 4, niliwaambia pia stima. Hatutaki stima iwe starehe ya watu wachache. Hii stima tunataka tuisambaze kila mahali. Huyu mbunge wenu amekuja kwangu, tumempatia milioni 800 ya kuunganisha stima ya watu wa Tarbaj hii. Tuko na miradi mbalimbali ambayo inaendelea hapa, na mimi nitashirikiana na yeye, nitashirikiana na gavana wenu, mama county senator na wale wengine wote, tuhakikishe ya kwamba zile miradi zote inatufikishia stima katika sehemu tofauti tofauti, ndio tuweke usawa katika taifa letu la Kenya. Vile vile mimi nataka niwaeleze ya kwamba tukisonga mbele tunataka watoto wetu wote wasome. Ninyi watu wa Kutulo mnanielewa? Tumeweka pesa nyingi kwa kusomesha watoto wetu. Wewe mzazi, usifanye makosa ati watoto wanapokwenda shule ati umechukua mtoto yako anaenda kuchunga mbuzi. Hiyo ni ujinga. Mnanisikia? Sijasema ati ni ujinga. Ukichukua mtoto wako badala ya kupeleka shule unamwambia aenda achenge mbuzi, hiyo inaitwa nini? Hamtaki kusema, inaitwa ujinga. Sasa wewe nikuulize, wewe mtu ya Kutulo, tumechukua pesa ya serikali, tunatumia bilioni 700 kusomesha watoto wa Kenya, na wewe badala ya kupeleka mtoto shuleni umepeleka kuchunga ng'ombe. Pesa ya serikali inatumika shuleni, tunaajiri walimu, tunajenga madarasa, tunasomesha watoto wa Kenya, alafu mtoto wako ako kwa ng'ombe ama kwa mbuzi. Hiyo ni akili ama ni ujinga? Ujinga mingi sana bwana, ujinga mingi sana. So mimi nawauliza nyinyi, tafadhali, mtoto wote wa Kenya, hatutaki mtoto hata moja abaki nyuma. Mimi nimeajiri walimu 1,100 kwa miaka 3. Na nimeajiri hawa walimu kwa sababu hatutaki mtoto wa Kenya akose nafasi ya kusoma. Mbali na wale tumeajiri kwa Kenya mzima, pia nimesema watu wa Northern Kenya hapa Wajir, nimesema muongezewe walimu 600, ndio tuhakikishe tuko na wanafunzi, tuko na walimu wa kutosha wa kusomesha watoto wenu. Hii mnanielewa? Mnanielewa watu wa Wajir? Mnanisikia watu ya Kutulo? Nimesema watoto wote waende shuleni. Na mimi nawauliza machifu, na mimi nawauliza viongozi wote wa serikali, mtu ambaye amechukua mtoto wake akaenda kumchungisha mbuzi ama kondoo badala ya kwenda shule, ashikwe apelekwe jela. Ala, ama namna gani? Si huyo mtu anatuletea hasara? Analeta hasara, mkubali. Ama watoto wa Kenya wanasoma, wewe unaharibu maisha ya mtoto, unaenda kumwambia chunga mbuzi. Tafuta mtu ya kuchunga mbuzi. Kama hakuna, wewe enda chunga mwenyewe. Ama namna gani bwana? Kutulo hoye. Mnanisikia nyinyi wafugaji? Mnajua mimi ni mtoto ya mfugaji pia. Mimi najua nyinyi sana. Unajua hii hata usiwapeo maneno vizuri mtasahau. Ama namna gani? Tumekubaliana? Vile vile mimi nataka niwaulize nyinyi wafugaji,
watu wa Kutulo, watu wa Tarbaj, mujiandikishe kwa SHA. Pesa ya serikali sasa tuko nayo pesa nyingi. Jana, sikizeni, jana tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 12.7 kulipa mahospitali ya watu ambao walienda kutibiwa. Na ili ufaidike na hiyo pesa ya serikali ambayo tunatoa kwa matibabu ya Wakenya, lazima ujiandikishe ndani ya SHA. Ndio tukue na data ya kusaidia kutafuta wauguzi ama madaktari ya kutosha, tuwe na madawa ya kutosha, tuwe na vifaa ya hospitali ya kutosha. Kila mmoja wenu lazima ujiandikishe ndani ya SHA, ndio tuweze kukusaidia kulipa gharama ya hospitali. Usipojiandikisha, hakuna vile serikali itajua kwamba unahitaji mambo yako. Lazima ujiandikishe, na kujiandikisha ni kazi ya bure. Ni mnanisikia? Hii Wajia watu 1220 peke yake wamejiandikisha kwa watu karibu 1800. Nyinyi mnangoja nani? Nyinyi mko na pesa ya kwenda kulipa gharama ya hospitali? Mtauza ng'ombe? Mnataka kuuza mbuzi? Na hata kama uko na mbuzi na serikali iko na pesa ya kukulipia, si uache mbuzi yako ujiandikishe kwa SHA ndio tukulipie? Amusiki, sijui ndawaambia namna gani. Mtajiandikisha kwa SHA? Kwanza wangapi wamejiandikisha hapa kwa SHA nione? Nyinyi mmejiandikisha kweli? Mimi naona kama mnanienjoy nyinyi. Mjiandikishe kwa SHA jameni. Unajua ukishajiandikisha kwa SHA, sasa kazi ya wewe utaenda hospitali yeyote, hata hiyo ya private. Uende pale, useme mimi nimejiandikisha kwa SHA, utibiwe, upatiwe dawa, udungwe sindano kama ni sindano, alafu unatoka hapo unaenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Bili ya hospitali uniwajie mimi na huyu Jiri, sisi tutalipa. Sijui kama mmenielewa. Mtafanya hivyo? Sikizeni watu ya Kutulo. Kenya, Mombasa, 85% ya watu wa Mombasa wamejiandikisha kwa SHA. Ile Kenya ingine yote imepita 70%. Wajia muko 35%. Mnaona iko hasara hapo kidogo? Nyinyi mnangoja nani nyinyi? Mnangoja Yesu arudi ama mnangoja nani arudi? Mtajiandikisha? Kila mtu ajiandikishe ndio tuweze kuwasaidia na matibabu ya kutosha. Juzi Ijumaa nimetumana vifaa ya hospitali. Nilikuwa na gavana wenu huyu Abdullahi. Nimetuma equipment ya hospitali 30 hapa Wajia. Equipment ama vifaa ya hospitali itakayotusaidia kuhakikisha ya kwamba hawa wamama wetu wakienda kujifungua hospitalini kuna madawa ya kutosha, kuna equipment ya kutosha. Hatutaki mama tena apoteze maisha yake kwa sababu ya kwenda kujifungua hospitalini. Tunataka kila mama akienda hospitalini kuna equipment ya kutosha, mama ajifungue, tupate mtoto na tuchunge huyo mtoto. Na gharama hiyo yote ya kulipia hawa mama wetu kujifungua hospitalini inalipwa na serikali ya Kenya. Hakuna mtu anakulipisha. Nyinyi mnanisikia? Na nyinyi wanaume pia mtusaidie, kwa sababu nyinyi mnafanya maneno, alafu mama akienda hospitali wewe ujali. Kwani kuna mama anapata mtoto peke yake? Na nyinyi wanaume mnajifanya ati hamjui namna gani? Ama kwani sasa mama akishapata mimba wewe unajifanya ujui? Unakaa tu hapo, hiyo ni kwa kazi ya mama. Hao nyinyi wanaume bwana, wacha niseme sana, unajua. Sijui kama tumekubaliana. Tusaidiane, hao watoto ni watoto wetu. Si tunaelewana? Bas, mimi nimefurahi sana kufika hapa. Wewe bwana mheshimiwa, mimi nilikuja hapa nikaenda shule inaitwa Kutulo, si ndio? Sasa hiyo shule mimi nataka tutengeneze.
wewe Bwana Davis na watu yako, tunataka tuwajengee shule mpya ya boys pale Kutulo. Sasa hii ni mixed. Mumechanganya wasichana na wanaume. Sasa mimi nataka tuwajengee shule mzima ya boys. Si ndio? Si ndio? Shule mzima ya boys. Kutoka pale grade 10 mpaka grade 12 tujenge 3 streams. Mulete watoto wasome. Na tutajenga laboratory na tutajenga ile mambo yote inahitajika kwa hiyo shule. Alafu shule yetu ya girls, mheshimiwa, nitafutia account ya girls, takutumia milioni 20 tuinue hiyo girls school. Mumesikia? Mimi kazi yangu ni kujenga shule, kuajiri walimu, nyinyi kazi yenu ni kuleta watoto shuleni. Tumekubaliana? Tuendelee namna hiyo. Pia hospitali yetu ya Kutulo hapa. Tuko na hapa hospitali, nataka nimshukuru gavana. Amefanya kazi mzuri, ameinua. Lakini mimi nitamsaidia zaidi. Tutamuongezea hapo milioni 70 ya hiyo hospitali yenu. Tuinue zaidi. Na tutakubaliana na gavana wenu vile tutaweka vifaa ya equipment. Ndio hapa msiende tena kutafuta hospitali nyingine kule Wajir ama Nairobi. Hospitali yenu itakuwa hapa, tutaweka CT scan, tutaweka ile vifaa ingine yote, matibabu yenu yote mumalizie hapa, na tutawalipia gharama ya hiyo kupitia kwa SHA. Ala, nyie mnanielewa? Mnanisikia watu wa Kutulo? Na mimi nimekuja hapa kuwaeleza ya kwamba nyinyi hamutabaguliwa tena. Si nimekuja kufanya kwa mara ya kwanza sherehe ya madaraka hapa Wajir. Nyinyi mnajua hivyo? Mlikuweko ama nyinyi mnasikia tu kwa redio ama nini? Mlikuwa? Mlikuweko? Sasa tumekuja kufanyia maadhimisho ya madaraka hapa Wajir. Ndio Kenya mzima ijulikane Wajir ni katikati ya Kenya, sio kando ya Kenya. Si ndio? Na pia nimekuja kujenga ofisi ya rais hapa Wajir. Sasa hapo iko State Lodge. Ule mwenye atanifuata apende asipende, sasa atakuja, italazimu yeye akuja aishi hapa. Ama namna gani? Sijui kama tunaelewana bana. Ndio njia ya kuhakikisha usawa katika taifa letu la Kenya. Kama iko State Lodge Eldoret, iko State Lodge Mombasa, iko State Lodge sijui wapi. State Lodge mbona iko State Lodge Kisumu, iko State Lodge Kakamega. Nani anasema State Lodge sijengwe hapa Wajir? Nimekuja kujenga hapo State Lodge. Si ndio? Ndio ule rais atanifuata apende asipende, akuje Wajir na ajue Wajir iko Kenya. Tumeelewana ndugu zangu watu wa Wajir? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Hebu nione wala anasema tuendelee pamoja. Kwa hivyo nyinyi ni watu wa tutam. Hebu nione watu wa Kutulo mnasemaje? Ati Kutulo mnasemaje? Mko hapo? Musijali na wale wengine ni watu wako chini sana. Wale watu wako down. Sijui kama tunaelewana. Akili yao yote inaishia kwa one term, Kasongo must go. Hapo ndio akili yao inafika. Hawaelewi kujenga barabara inajengwa namna gani. Hawaelewi mambo ya maji. Hawaelewi stima inafanywa. Hawaelewi watoto wanasomeshwa. Hawaelewi mambo ya SHA na afya. Ni watu wako chini sana. Sijui kama tunaelewana. Simu umewasikia wale? Wale ni watu wako na mpango. Wako na sera. Wanajua barabara. Wale watu wako chini bana. Ati ile akili yao yote, ati ile wamefanya, ati ya muhimu na ya maana kwao, ati ni kunitafutia jina ati Kasongo. Wale watu ni mafala sana bana. Wako chini sana. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Kutulo hoye! Basi mimi sitaki kusema kuzidi hapo.